الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada za khairi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru tena Allah kwa taufiki yake kutuwezesha kutujalia kukutana tena katika darasa yetu hii. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kule kuwepo kwetu hapa na kwamba tunatumia muda kwenye hili eneo, basi atulipe malipo mema kwa rehema zake. Ndugu zangu katika imani, tunajua tupo katika mwezi mtukufu wa Muharram katika mwaka mpya wa Kiislamu 1447 Hijiria, na leo kwa mwandamo wa mwezi kwa hapa kwetu ni mwezi 9, kesho mwezi 10 na kesho kutwa mwezi 11 insha Allah. Yani leo Jumamosi mwezi 9, kesho Jumapili mwezi 10, Jumatatu mwezi 11. Tunafahamu kwamba siku ya mwezi 10 katika mfungo 4 au Muharram ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuokoa Nabiullah Musa alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, na ndo siku ambayo alimwangamiza Firaun. Ilikuwa ni siku kwa ajili ya Nabii Musa na watu wake, na ilikuwa ni siku dhidi ya Firauni na watu wake. Tunafahamu hivyo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia siku hii ikawa ni siku yenye kufurahiwa na Mayahudi, bali Makuraishi walikuwa wanaiadhimisha siku hii ya Yaumu Ashura kwa kuifunga, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga pamoja nao. Nitaeleza kwa maneno tu ili tupate muda tuutumie katika somo letu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha anasema katika sahihi kwamba Mtume alikuwa akiadhimisha hii siku wakati walikuwa wakifunga Makuraishi siku hii ya Yaumu Ashura, na Mtume alikuwa anafunga pamoja nao, na alipokuja Madina Mtume pia alikuwa akifunga Yaumu Ashura. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwaona Mayahudi wanafunga, akauliza ni siku gani hii ambayo nyinyi mnafunga? Wakamwambia hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuokoa Mtume Musa na watu wake na akamwangamiza Firauni na watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahaqu bi Musa minkum, akasema Mtume sisi tuna haki na Musa kuliko nyinyi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivouliza ma hadha al-yawm, ni siku gani hii? Masahaba wakamwambia innahu yawmun yu'adhimuhu al-yahuda, hii ni siku ya Rasulullah wanaiadhimisha Mayahudi. Mtume aliambiwa maneno haya baada ya kufunga, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha masahaba zake wafunge. Mtume alipoamrisha wafunge masahaba wakamwambia Mtume hii siku Mayahudi wanaiadhimisha, yani wanaifanya kama ni siku ya sikukuu. Mtume akasema maneno la imbaqaitu ila qadimin la asumanna at-tasi' au sumna at-tasi'a, insha Allah Mungu akitujalia nikifika mwakani sisi tutafunga 9, yani tutafunga mwezi 9 na mwezi 10. Kisha Ibn Abbas anasema katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari, anasema hakuna siku ambayo Muislamu anatakiwa aitafute au aombe fadhila za siku hii kuliko siku hii ya Yaumu Ashura. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatlubu yawman illa hadha al-yawm, sikuwahi kumuona Mtume anatafuta fadhila za siku kuomba, yani Mungu ampe fadhila za siku ile kuliko siku ya Yaumu Ashura. Na Ibn Abbas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khaliful yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Ibn al-Qayyim katika Zadi al-Maadi ala hadi khair al-ibadi katika ukurasa nambari 212
mpaka nambari 216. Hizi habari kazileta vizuri sana. Akasema katika kufunga yaumu Ashura kuna maratib, yani kuna daraja, na amezitaja daraja 3. Baadhi ya wanazuoni wamezitaja daraja 4. Sema daraja ya mwanzo ambayo ni akmal, yeye kasema wa huwa al-akmalu, ndo daraja ya ukamilifu katika kufunga yaumu Ashura, ni kufunga at-tasi'u wal-ashiru wa 11. Yani ni kufunga mwezi 9. Jamaa mnanifahamu kidogo? Ni kufunga mwezi 9, mwezi 10 na mwezi 11. Hii unakwenda kinyume na Mayahudi mwanzo na unakwenda kinyume na Mayahudi mwisho. Kisha akasema daraja ya pili ni at-tasi'u wal-ashiru, ni mwezi 9 na mwezi 10. Kama wao wanafunga 10, unaanza 9. Na wakasema na daraja ya mwisho ni al-ashiru au al-ushru, siku yenyewe ya 10. Ibnul Qayyim yeye kaishia hapo. Wanawazuoni wengine wamekwenda akasema sigha ya mtume imekuja khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Kwa hiyo tunatoa siku 4 au daraja 4 za ufungaji, wakaiongeza daraja 4 wakasema ni kufunga 10 na 11, kwamba wao si wanafunga 10 tu, sisi tutafunga 10 na 11, kama kule mtume alifunga 9 na 10. Alipokusanya siku 3 ni kule kukusanya kauli ya mtume la asumanna tasi'a na khalifu al-yahuda, sawa. Alivyokusanya mkusanyiko hizi hadithi 2 ndio tunazipata hizi siku 3. Sio, mnanifahamu vizuri. Ibn Qayyim yekenda moja kwa moja kwenye hadithi moja kwa moja, sio mafhumu. Ibn al-Qayyim rahimahullah kenda kwenye hadithi moja kwa moja. Hadithi ya mwanzo imesema la asumanna tasi'a, tutafunga 9, na hadithi ya pili imekuja khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Kwa hiyo akachukua la asumanna tasi'a, tutafunga 9, na siku ya pili ya 10, kisha khalifu al-yahuda ni siku ya 11. Tumepata hapo wa hakadha. Sasa waliochukua mafhumu ya kwamba sisi tusifanane na Mayahudi ni ile kauli ya mtume khalifu al-yahuda, kama wao wanafunga 10 tu, basi sisi tutafunga 10 na 11. Wallahu alam, al-umuru wasi'. Kwa nini? Kwa sababu mama Aisha anasema sikuwahi kumuona mtume akifunga zaidi kuliko mwezi wa shahrullahi al-muharram, na mtume amesema ahabbul a'mali ba'da al-fara'id, amali zilizokuwa bora baada ya faradhi ni kufunga mwezi mtukufu wa Muharram, mwezi wa Mwenyezi Mungu wa Muharram. Na hii ni katika rehema Mwenyezi Mungu kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huu mwaka wetu wa Kiislamu Mwenyezi Mungu ameujalia mwanzo wake ni miezi mitukufu, katikati yake kuna miezi mitukufu, na unamaliza mwaka wa Kiislamu kwa miezi mitukufu. Naam, fiha 4 hurum, ndani ya mwaka mmoja fihi 4 hurum, ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. Mtume akasema 3 mutataliyat, 3 inafuatana na mmoja uko peke yake. Inayofuatana ni mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Mwisho wa mwaka ni Dhulqa'da, Dhulhijja, mwezi wa 11 na 12. Hii ni miezi mitukufu na unamalizia mwaka. Na Muharram uko peke, na Muharram unaanzia mwaka umefuatana, Muharram unaanza mwaka. Kwa hiyo unamalizia mwaka kwa miezi mitukufu na unaanza mwaka kwa mwezi mtukufu. Wa Rajabun Mudhar, na mwezi wa Rajab uko katikati, mwezi wa 8. Unakwenda zako mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 Rajab. Rajab Mudhar baina Jumada wa Shaaban, uko katikati. Huu ni mwezi mtukufu Mungu kaweka katikati. Kisha Mungu baada ya kumaliza mwezi mtukufu unakaa mwezi mmoja, analeta sayyidul al-ashhur, ni mwezi wa Ramadhan. Allah kaeka hivi, kisha akasema dhalika ad-dinul qayyim. Hii ndio dini iliyo sawa sawa, kwamba Allah amekuwekeni namna ya uabudu wenu, katika mnavoabudu amekuwekeni vipindi vitukufu, ili kwa umri wenu kuwa mdogo lakini amali zenu ziwe kubwa. Tunamwomba Allah tabaraka taala atuthibitishe na tuwafikishe kuifunga siku hii. Kwa hiyo tunahusiana, tufungeni na tuamrishe watoto wetu walokuanzia na miaka 10, 12 kwenda juu, tuwazoeshe kufunga. Ibn Abbas radhiyallahu anhu alikuwa akizoeshwa na mtume qiyamul layli wa huwa ibn al-ashr,
naye ni mtoto wa miaka 10, na mtume alikuwa akimfuata kwenye sala. Ibn Abbas alikuwa akija mkono wa kushoto. Ukiangalia kwenye Bulughul Marami unaweza ukakuta hiyo hadithi. Ibn Abbas alikuwa akija mkono wa kushoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akimchukua kwa jinsi alivyokuwa mdogo, akimsokotesha hivi, akimleta kuliani kwake. Kwa hiyo ni miongoni mwa malezi mazuri ni kuwazoesha watoto ibada. Pia watoto wakuone wazee wake, wakuone wazee wenu mnaswali, mnafunga, mnaftari nao pamoja. Hii wanazoea watoto ibada. Tayeb, tunaendelea na darasa yetu. Tulifikia katika aya ya suratul Al-Hijri, aya 22. Kama mtakuwa mmeona hapo, waqala la ilaha illa huwa wala rabban siwahu. Mmepaona hicho kipengele mwisho kabisa, kabla nambari 3 juu hapo. Hatukumaliza ile aya ya surat Hud, sawa? Mshapaona? Fauzu, mshapaona? Waqala, na akasema Mwenyezi Mungu, waqala, na akasema la ilaha illahu, hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye, wala rabban, wala hakuna mlezi mwenye kuendesha mambo wala mwenye kutasarraf anavyotaka, wala bwana siwahu isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Allah anasema fa anzalna minas samai ma'an, basi tumeteremsha kutoka katika mbingu maji, fa asqainakumuhu, na tukawa tunakunywesheni hayo maji, tunakunywesheni na tunavipa uhai vitu vyenu. Wama antum lahu bikhazinina, na hamkuwa nyie wenye uwezo wa kuyahifadhi hayo maji. Yani Allah yeye ndo anayatasarraf maji. Tukaulizana swali dogo ambalo sote hatukulijua, hata mimi mwenyewe pia silijui, hata wataalamu pia hawezi kulijua, sawa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuangamiza watu wote na kumnusuru mtume wake Nuh na aliyopo katika jahazi, au sio? Mungu alitoa tu, anasema fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir, sawa? Tukafungua mbingu, maji yanamiminika. Wafajjarna al-ardha uyuna, na tukapasua ardhi ikawa inatoa uyunan, chemchemu. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maji yakakutana kutoka sehemu mbili kwa amri iliyokadiriwa. Swala linakuja, haya maji yaliyoko kwenye chemchemu Mungu anasema ameyapasua, ndo yamekuja juu, au sio? Yalikuwa wapi? Sijui mnanifahamu. Mungu hakusema tumeyaleta maji kutoka baharini yakaja huku nchi kavu. Asema wafajjarna al-ardha, tumeipasua ardhi, uyuna, kwa mito, chemchemu, yani maji yanafoka hivi yanakuja zake juu. Manake ile sehemu ambayo hakuna hata tone la maji, jangwani, pakawa panafanyaje? Panatoka maji. Ndio maana mafhumu ya aya wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Sasa swala linakuja, yale maji zile uyun, kama labda Saudia, majangwani, Sudani, sehemu gani, Oman, sehemu za majangwa, yalikuwa wapi? Ni dalili kwamba Allah subhana yeye ndo mwenye uwezo wa kuyahifadhi maji. Kwa hiyo wama antum lahu bikhazinina, si nyie mwenye uwezo wa kuyahifadhi haya maji, yani mkayaweka katika hazina. Allah yeye ameweka katika hazina maalum. Na ndo maana Mtume sallam ilipokuwa ikija mvua alikuwa anasema Allahumma sayyiban nafi'a, ya Rabbi jaalia miminiko ulete manufaa, kwamba usije ukasomba kila kitu, na utakapokwenda chini basi usije ukaleta madhara. Na mvua zinakuja, tunaona maji yanakwenda baharini, na alilokuwa baharini yamekwenda wapi? Si mnanifahamu? Yani mvua inakuja, bahari imejaa, sio? Lakini mvua inayokuja yote na maji kule yamejaa, na bado maji yanakwenda, na huku maafa hayaji. Allah anasema ma antum lahu bikhazinin, nyinyi hamwezi kuyahifadhi hayo maji, sisi ndo tunayahifadhi. Kwa hiyo huyu anayahifadhi maji anastahili kuabudiwa na kuogopwa peke yake. Wakala, kwa hiyo aya hii inaonesha kwamba la ilaha illahu, hapana mola isipokuwa yeye. Yeye ndo amemiliki maji na ndo anoyaleta na ndo anoyahifadhi. Wala rabban siwahu, wala hakuna bwana muabudiwa isipokuwa yeye au mmiliki. Rabbun ni mlezi, rabbun ni mmiliki. Ndio maana
bwana wa nyumba anaitwa Rabbul Baiti, yani mmiliki wa, yani bwana mwenye nyumba, yani mmiliki wa ile nyumba ndo mwenyewe. Na kama mnakumbuka katika historia tulizungumza hicho kitu. Nani yule mfalme wa Habasha Abraha alipotaka kuja kuivunja al-Kaaba, sio? Aliinuka bwana Abdul Muttalib akawaambia watu wapande kwenye milima. Kisha akenda kwa Abraha akamwambia, mimi atlubu naqa, na waomba unipe ngamia wangu, naomba ngamia wangu nirejeshe mwenyewe. Akamuuliza, mimi nilidhani umekuja kuihami al-Kaaba. Akasikiza jibu lake, anambia ana rabbul ibli, mimi ni, katumia neno rabbu, sawa ana rabbul ibli, mimi ni bwana mmiliki wa ngamia. Wa amma albaita fahuwa rabbun yahmihi, ama hiyo al-Kaaba inayo mwenyewe mmiliki ataihami. Mungu anasemaje? alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil, anaihami. tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'akul, limadha liila fi Quraish. Allah kawaangamiza watu wenye ndovu ili wapate makuraishi waendelee na maisha yao ya kawaida. Asingewaangamiza wale Quraishi wasingelikuwepo. Sinafahamiana vizuri Yani wanasema suratul fil ni sualu sharti na liila fi Quraish ni jawabu sharti. Yani suala liko kwenye alam tara na jawabu lake liko alam tara kaifa faala, jawabu lake liko kwenye liilafi. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliwaangamiza watu wenye ndovu? Liilafi Quraish, ili makuraishi wapate kuendelea na maisha yao na safari zao za kusi na kaskazi. Kwa hiyo katumia neno rabbu. Jamaa mnanifahamu hivi ninavyosema? Tayeb. Katumia neno rabbu. Kwa hiyo rabbu ni mlezi, rabbu ni bwana, rabbu ni mmiliki. Kwa hiyo hapa fa anzalna minas samai ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinina, nye hamwezi kuhifadhi, hamwezi kuyatunza maji mkayaweka kwenye makhazin. Kwa nini? Kwa sababu si wenyewe, nyio so wenyewe, ndio maana hamwezi kuyahifadhi. Hamuyajui wingi wake, hamuyajui yanakwenda kwa yanateremka vipi, kwa kasi gani, yanatakiwa yafike wapi, nyote nyie hamyajui. Miongoni mwa Mwenyezi Mungu njia anazotumia kuyahifadhi maji ni hiyo mimea ambayo si anahifadhi kwenye mimea. Ndio maana hakuna hata tunda moja kavu. Hamna tunda kavu. Au lipo tunda toka unalila wewe unaona vumbi tu mpaka unamaliza kula ile tunda lipo. Sijui mnanifahamu wazee. Allah ameyahifadhi maji pale. Ameyahifadhi maji. Kwa hiyo Mungu ana njia nyingi sana za kuhifadhi maji. Njia nyingine wewe haziwezi kukujia ghafla mpaka labda ukiambiwa ndo unazinduka. Ni ukubwa wa Allah tabaraka wa taala. Wakala na Mwenyezi Mungu, wakala na akasema la razika illa hu, na Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani kwamba amesemaje? La razika, hakuna mwenye kuruzuku. La hii kwenye lugha ya Kiarabu inaitwa lamun nafi'a liljins, yani unakataa aina ya mruzuku yoyote, yani hakuna yoyote mwenye uwezo wa kuruzuku illa isipokuwa huwa yeye subhanahu aliyetakasika. Yani ufunguo wa riziki hanao mtu, anao Mwenyezi Mungu. Ndio amesema wama min dabbatin fil ardi, wala hakuna kiumbe chochote katika ardhi illa ala Allahi rizquha, isipokuwa ni juu ya Mwenyezi Mungu riziki ya kiumbe hiyo, riziki ya kiumbe hicho. Hakuna dabba. Dabba ni mnyama hai ambaye anakwenda na dabba hii mpaka sote inatukusanya. Dabba si mnyama tu kwamba ndo mnyama anayepandwa na mnyama anayekwenda. Hii dabba bimaana fiddata kabidi, yani ini lililokuwa bichi. Kwa hiyo inamkusanya kila mtu, mpaka mimi na wewe ni tunaingia katika dabba. Illa ala Allahi rizquha, isipokuwa Mwenyezi Mungu anajua riziki, isipokuwa juu ya Mwenyezi Mungu ni riziki zake. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo anajua utulivu wa hicho kiumbe, wa mustaqarra wa mustawda'aha, na Mwenyezi Mungu anajua wapi anaishi na wapi ataondokea. Mungu anajua.
wapi ataishi na wapi ataondokea, wapi taudii yake itakuwa. Mambo matano, la ya'lamuha illa Allah, hakuna anayajua isipokuwa Allah. Inna Allah indahu ilmu saa, Allah ndo anajua kiyama lini. Inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut inna Allah alimun khabir. Haya matano hakuna anayajua isipokuwa Allah. Kwake Allah ndo kuna ilmu ya saa, Allah ndo anajua mvua hii ikoje. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, nafsi haijui nini itafanya kesho. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala nafsi haijui itakufa katika nchi gani au sehemu gani au wapi mahala gani. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndo anajua. Wa ya'lamu ma fil arham, na Allah ndo mjuzi, anajua katika matumbo kuna nini. Mambo matano: kiyama, mvua ndani ya matumbo, nini kesho utafanya wewe, na wapi utakufa. Haya mambo hakuna anayejua. Wa idha taqarrara bila munazi'in, na pindi wa idhan kwa ajili hiyo taqarrara, imejirudia rudia. Wa idhan, na kwa ajili hiyo taqarrara, imejirudia rudia, bila munazi'in, bila ya kutokea mwenye kupinga. Munazi' yani mwenye kutokea kuchallenge, kucomment, kupinga. Annahu, kupinga nini? Kwamba hakika yake la razika, hakuna mwenye kuruzuku illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hakuna anayepinga hilo, au sio? Hakuna anayepinga kwamba Allah ndo mruzuku. Kama hakuna anayepinga, basi kana imekuwa jambo hilo, kana imekuwa dhalika jambo hilo la kwamba hakuna mpingaji kwamba Allah ndo anoruzuku, jambo hilo imekuwa dalilan, ndo dalili ya wazi wazi, ala rububiyatihi, juu ya wake, juu ya ulezi wake, juu ya umiliki wake, juu ya kwamba yeye ndo mwenye kutasarraf kila kitu. Rabbu tumesema huwa al-ma'bud, ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, enyi watu muabuduni Mola wenu alladhi khalaqakum, ambaye amekumbeni. Imetumia rabbu. Kwa hiyo kama tunakubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo mwenye kuruzuku bila kutokea yoyote akapinga hilo, basi jambo hilo imekuwa ni dalili ala rububiyatihi, juu ya uungu wake, kwamba yeye ndo muabudiwa, yeye ndo Bwana wa kila kitu, subhanahu, aliyetakasika, wa ta'ala, na aliyekuwa juu zaidi, li khalqihi, kwa viumbe wake, kwamba yeye ndo rububiyati, yeye ndo anastahili kuabudiwa, na yeye ndo Bwana wa kila kitu, li khalqihi, kwa viumbe vyake, kwamba yeye ndo anaruzuku na yeye ndo amemiliki. Kwa hiyo kama yeye ndo anaruzuku na yeye ndo amemiliki, kwa hiyo yeye ndo anastahili kufanyaje? Anastahili kuabudiwa. Sawa? Hoja ya tatu katika hoja za akili kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo Rabbu. Sawa? Ndo Rabbu, ndo mmiliki, ndo Rabbu, ndo Bwana, Rabbu ndo mutasarrif. Rabbu yani huwa al-malikul mutasarrif, ndo mmiliki na ndo mwenye kutasarraf katika huu ulimwengu kwa anavyovitaka na kwa jinsi anavyotaka. Shahadatul fitratil bashariyati as-salimati, shahadatu ni ushahidi au ni ushuhuda, alfitrati albashariya, ya maumbile ya kibinadamu, as-salimati, yaliyosalimika. Maumbile ya kibinadamu yaliyosalimika yanashuhudia kwamba Rabbu huwa Allah, Mola ni nani? Ni Allah. Ushuhuda wa maumbile ya kibinadamu yaliyosalimika, birububiyatihi, juu ya uungu wake Taala, aliyetukuka, kwamba maumbile ya kibinadamu yanashuhudia, yani fitra, maumbile Mungu aliyomuumba mwanadamu yanashuhudia kwamba Allah ndo Bwana wa ulimwengu, ndo muabudiwa, ndo muumba, ndo Mungu. Na ndo anasema wanawazuoni, wan nafsu idha turikat, na nafsi ikiachwa, wan nafsu, na nafsi idha turikat, ikiachwa, taarifu rabbahu, itamjua Mola wake. Yani mtu azaliwe, ekesha chukuliwe, aekwe sehemu, asione chochote katika mazingira yatakayompa akili yake ifahamu mambo. Na nifahamu vizuri iache tu, tuifungie nafsi, tuiache mpaka akue, ekesha tuje tumuulize Allah yuko wapi, atasema, atafanya tu Allah yuko huko. Yani hata
sawa, ataashiria kwamba yupo mwenyewe. Si mnanifahamu vizuri eh? Ndio maana wanaokata kwamba hakuna Mwenyezi Mungu wakitaka kusema oh my God wanafanya hivi, oh my God, ndio wanafanya hivi, sio? Wanafanyaje? Oh my God, si ndio? Hii yale ni maumbile ya kibinadamu, na hii oh my God kuelekea juu hailazimishi kwamba ndo lazima tuseme kwamba Allah yuko juu tu peke yake, isipokuwa hii nafsi inasema oh my God, maana yake nafsi ya binadamu inakiri kwamba yuko aliye juu yake, hata kama hajawahi kumuona hata siku moja, yupo. Kwa hiyo ni maumbile ya kibinadamu. Wa iqraruha as-sarikhu bidhalika, na kukiri kwake juu ya hilo wazi wazi. Wa iqraruha, na kukiri kwa fitra ya maumbile ya kibinadamu, as-sarikhu, kuliko wazi wazi, kukiri kwa wazi wazi, yani hakiri kwa kujificha ficha, anakiri kwa wazi wazi, sawa sawa anakiri akipenda au anakiri kupitia matendo anayoyafanya. Lakini ikrari, kukiri, kunaonekana kwamba huyu anakiri kwamba hii dunia ina mwenyewe Allah, ndo muumbaji na ndo muabudiwa. Fa inna kulla insanin, basi kwa hakika kila binadamu, lam tafsud fitratuhu, binadamu ambaye hayajaharibika maumbile yake. Maumbile gani? Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anazaliwa katika fitra, yani maumbile. Maumbile yepi? Mnajua maumbile yepi? Mwenyezi Mungu alizichukua roho kupitia mgongo wa Nabii Adam, akazihudhurisha, sawa, akazipa maumbile, akayataja katika Qur'ani, akasema, akaziuliza nafsi zote, alastu birabbikum, mimi si mola wenu? Haya ndo maumbile, sawa. Alastu birabbikum, mimi si mola wenu? Qalu bala, nafsi zote zikasema, zote, makafiri, waislamu, wapagani, zote zikasema bala, ni wewe mola wetu. Mungu katika Qur'ani akasema, antaqula yawma alqiyama, au antaqulu yawma alqiyama, msije mkasema nyie siku ya kiyama, ma jaana min nadhirin, hakutujia muonyaji wa kutuambia kuna Mungu, tusiabudu masanamu. Mmeshuhudia wenyewe leo. Yalikuwa ni maumbile, Mungu anazipachika nafsi elimu ya kumjua Mola wake. Qur'ani inaeleza hayo kwamba Qur'ani imethibitisha kwamba Allah alizipa nafsi maumbile, alizichukua nafsi kutoka mgongoni kwa baba yetu Adam, zote zikahudhurishwa, nafsi zikaekwa, zikaulizwa, mimi si mola wenu, nafsi zote zikakiri. Kwa hiyo ile ikrari, nafsi iliyokiri tokea siku haijatiwa katika kiwiliwili, ikrari ile imeumbiwa, ipo katika maumbile, ndo mtu anakuwa nayo. Na ndo mtu atawe vyovyote atakavyokuwa, haswali hata siku moja, mlevi, mbwa tunasema, lakini siku ya mwisho anakiri katika nafsi yake kuna Allah, sawa. Na katika neema ya Mwenyezi Mungu na fadhila zake kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, mtu wa mwisho kabisa atakayeingia peponi ni mwanamume. Yani mtu wa mwisho atakayeingia peponi ni mwanamume. Yani wanawake wataingia peponi kisha baadaye wataingia motoni, lakini mtu wa mwisho atakayeingia peponi ni mwanamume. Na huyu hajafanya tendo lolote isipokuwa ndani ya nafsi yake alikufa anaitakidi la ilaha illa Allah, basi. Yani yeye ana la ilaha illa Allah, ndio lilikuwa tendo lake jema liloondoka nalo duniani. Sinafahamiana vizuri? Yani vyovyote anavyofanya yeye na uhuni wake wote alionao, lakini anakiri kwamba hii dunia si yake, na hizo pumzi anazozitumia ni za watu, zina mwenyewe, yeye si mwenyewe. Basi tu ndo ghilba imemghilibu ya nafsi yake. Huyu hadithi iko katika Muwatta, kitabu cha Imam Malik ameleta, huyu ataingizwa, atachomwa na Mwenyezi Mungu mpaka atakuwa mfano wa kaa kabisa, sema, kisha hata Mwenyezi Mungu atamtoa, atamtia katika naharul haya, mto wa uhai unaitwa. Peponi ama akhera kuna vitu viwili vizuri sana ukivisikia historia yake. Kitu cha mwanzo hichi kinafurahisha mno, hichi naharul haya. Huyu mtu akishatiwa katika naharul haya, fa idha huwa qaimun, tahamaki kasimama mtu mzima,
yupo pembeni mwa mto, Mwenyezi Mungu ameshamweka, anataka kumlipa kwa sababu Mwenyezi Mungu hamdhulumu yoyote, si ndio hivyo? Hasa huyu kafa ana mabaya, lakini ana jema ambalo ni ile ikrari yake kwa Mola wake kwamba huyu ni Mola wangu Allah, ile kafa nayo ile. Na ndio maana Mtume akasema katika hadithi sahihi, ipo katika sahihi Muslim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye atakayekuwa maneno yake ya mwisho atakayokufa nayo akayatamka, sawa umesikia wewe msikilizaji au hujayasikia. Maana katika miongoni, Maalim Fauzi, katika miongoni mwa maajabu ya la ilaha illa Allah, unaweza ukaisema la ilaha illa Allah huku umefumba mdomo. Shaisema la ilaha illa Allah hailazimishi lazima hii midomo miwili, fumba mdomo kisha jaribu kusema, utaipata tu la ilaha illa Allah. Wala mtu anaweza akasema kaka hivi tu la ilaha illa Allah, ikawa mdomo haujatikisika na imemalizika ile, sawa. Na ndio maana mtu anapokufa atawe mbaya vipi, usimhukumu kwa sababu hujui kama alisema la ilaha illa Allah au hajasema. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo Mtume anasema mwenye kuwa maneno yake ya mwisho kufa akasema la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ataingia peponi. Muadhi akamuuliza, Aba Dharri akamuuliza Mtume, wa inzana wa insarika, hata kama huyo mtu atazini au ataiba? Mtume akasema wa inzana wa insarika, hata kama atazini hata kama ataiba, yani maana yake huyo anafanya dhambi, sawa. Akamuuliza wa inzana wa insarika, hata kama atazini hata kama ataiba, maadamu siku ya mwisho kafana la ilaha illallah anaingia peponi. Mtume anamwambia wa inzana wa insarika. Akamuuliza mara ya tatu wa inzana wa insarika, yani kama Aba Dharri haamini anachokisikia kutoka kwa Mtume. Na hii inaonesha ukubwa wa la ilaha illallah. Ni adhkari bora baada ya Qur'ani la ilaha illallah, yani katika dhikri bora ya kumtaja Allah ukitoa Qur'ani ni la ilaha illallah, kisha sala za Mtume, kisha dhikri nyingine zinazokuja katika tasbihi na nyingine na tahmid. Bas wa inzana wa insarika, Aba Dharri anauliza hata kama atazini hata kama ataiba. Mtume akamwambia wa inzana wa insarika wa in raghima anfu Aba Dharri, hata kama Abu Dharri na yeye ataangamia, basi ikiwa neno lake la mwisho ni la ilaha illallah ataingia peponi. Sasa Aba Dharri kusikia hiyo bonus imetolewa, akamnongoneza Mtume, afala ubashiru nasa, mimi nisitoke hapa nende nikawaambie watu jamani, piga huo, ukipiga la ilaha illallah siku unaondoka dakhala aljanna. Mtume akamwambia la tubashiruhum, usiende kuambia, fayattakilu, watakuwa wavivu kwenye ibada yao. Hadithi hii ina dalili kidogo. Dalili ya mwanzo ni ubora wa la ilaha illallah, na ni kwamba mwenye kusema la ilaha illallah ataingia peponi hata kama wewe msikilizaji hujamsikia, sawa. Dalili ya mwanzo. Dalili ya pili, hadithi hii inaonyesha kwamba si kila elimu anapewa kila mtu. Maalim Fauzi, sawa, mtoto wako hajaoa unamfundisha vipi mambo ya ndani huko, tena siji mwanamke hivyo, imekuaje msubiri aoe? Akeshaoa mwite baba, mnunulia hichi na hichi mkeo. Sio naanza kumwambia sasa mwanamke anunulia hichi, atakwenda atamaliza pesa zake zote unazompa. Unafahamu vizuri Afala ubashiru nasa, nisiwaambie watu kwamba mwenye kusema la ilaha illallah anaingia peponi. Mtume anaambia la tubashiruhum fayattakilu, usiwaambie watajipwetekeza, watakuwa wavivu. Kwa hiyo Mtume alimzuia Aba Dharri asiwaambie watu. Sio kwamba Mtume hakutaka hii elimu ifike, lakini Mtume alikuwa anafundisha kwamba kila elimu ina wakati wake wa kupewa. Leo maal asafi shadidi kwenye mitandao ya kijamii hakuna kitu hakisemwi. Ndio maana watoto wamekuwa hawana adabu. Yani mtoto anakuuliza utanambia nini sikijui, yani hivyo hivyo anakuambia, na wewe ndo mzazi wake umemzaa, au ni mtu wa jirani, mtu mzima. Kwa nini? Kwa sababu elimu zimeachwa wazi zote, kila kitu kipo katika. Lakini mwanzo heshima ilikuwepo, hadhi ilikuwepo. Yani mwanachuoni, ustadhi, shekhe anayesalisha, anayesomesha kwa hadhi yake alikuwa na heshima kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa elimu zinafichwa zisizostahiki kutolewa. Sasa hivi mtu akishajua kidogo tu, yuko kwenye baraza ya kahawa akasomeshwa jana, leo yeye ndo anakuwa shehe mkubwa pale, anamwaga kila kitu. Si mnanifahamu vizuri? Kwa kuna si kila elimu inasemwa kila wakati, wala si kila mtu anapewa kila elimu.
Baadhi ya elimu wanapewa baadhi ya watu na baadhi ya elimu hawapewi wengine, ili hadhi ya ilmu na heshima yake ibaki. Taib. Kwa hiyo fitra ya maumbile ya binadamu inakubali hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo yeye ndo peke yake mwenye kuabudiwa na ndo wanastahiki kuogopewa na ndo mmiliki. Maumbile ya binadamu yanajua hilo. Kwa hiyo kwa nini fa inna kulla insanin lam tafsud fitratuhu yash'uru fi qararati nafsihi, kila mtu ambaye hayajafisidika maumbile yake, yash'uru, anahisi, fi qararati nafsihi, ndani ya ikrari ya nafsi yake, yani ule ukaririfu wa nafsi yake, anahisi bi annahu dhaifun, kwamba yeye ni dhaifu. Mtu mwenyewe anahisi hilo jambo, bi annahu dhaifun, kwamba yeye ni dhaifu, ajizun, ni mwenye kushindwa na kutekeleza kila analolitaka. Pesa unazo, alhamdulillah. Afya unayo, alhamdulillah. Unataka kujenga, vipi? Si unamtafuta mjenzi? Na pesa zako ulizonazo hujengi mwenyewe, ni dalili kwamba huwezi kufanya mpaka upate msaada. Ajizun, ni mwenye kushindwa, amama dhi sultanin, mbele ya yule ambaye mwenye dhati ya ufalme, ghaniyin, tena ni tajiri, qawiyin, mwenye nguvu. Binadamu yoyote, nafsi yoyote inahisi hilo kwamba siku ya mwisho mimi hapana, lazima kuna nguvu, kuna yupo mwenye nguvu, yupo mwenye uwezo, lazima nikimbilie kwake, ambaye si mwingine ni Allah. Wa annahu, na hakika hiyo nafsi, khadi'un, ni yenye kunyenyekea, litasarrufatihi fihi, inanyenyekea nafsi kwa vile inavyofanya, yani matendo unayoyafanya ya kawaida, hayo ni dalili kwamba wewe ni mhitaji. Mfano, maalimu kesha toka msalani wewe, au mimi na mtu mwingine yoyote tukeshaanza kutoka msalani, tumetoka kukoga, tunakimbilia kufanyaje? Kuvaa nguo, au sio? Kwa nini tuvae nguo? Tunahitaji stara. Umeona? Yani hichi kitendo cha kuvaa nguo, najiambia nafsi yangu mimi mwenyewe bila kusema maneno kwamba mimi siwezi kukaa bila kuhitaji stara, yani ni mhitaji wa hii stara, ndio maana navaa. Kwa nini ukeshafika saa 4 asubuhi, saa 5 unaenda kutafuta chakula? Unasema sasa kwa kitendo chako kwamba mimi nahitaji chakula, siwezi kukaa bila ya kula, yani ni mhitaji, nimepungukiwa. Kwa hiyo nafsi kwa vitendo vyake vyenyewe inakiri kwamba yeye ni dhaifu. Na ukeshakula baada ya masaa 3 mbele 4, hukai hapo mpaka uende kule kabisa. Hukai na mambo hayafanyiki vizuri. Nafsi inakiri yenyewe kwamba ni mhitaji wa kutoa uchafu, anahitaji sehemu ajihifadhi, apate kuondosha sehemu ya kinachomdhiki. Hawezi kujiondosha mwenyewe ndani kwa ndani, lazima aende sehemu ya vishushe. Kwa nini asiweke tu mashine ya ndani kwa ndani huko ikawa anatupa tu kwenye dustbin? Hawezi binadamu. Mechanism hii Mungu hajamwekea, kwa hiyo anahitaji kwenda tena. Akifika huko kama hajapata choo, anarudi kwa daktari haraka sana. Kuna shekhe mmoja mkubwa sana, simtaji jina kwa sababu ilikuwa ni maradhi. Wakati siku moja alipokuwa anatupa hikma zake, si darasani, nje ya darasa, nakumbuka tulikuwa wawili, ananiambia Abdul Karim, Mwenyezi Mungu mkubwa sana. Shekhe asa hivi kusomesha kwake labda ni miaka, toka anze kusomesha ni miaka 38 takriban anasomesha. Anasema Mwenyezi Mungu mkubwa sana, kuna siku choo kidogo kilikamata, kilibana, hakitoki. Na kwenda kumbe pamefanyika vijiwe, sio vijiwe. Basi wakaenda wakamtia mrija ule, sema unauma vibaya. Basi ile kutia mrija, kile choo kikatoka. Anasema mwanangu nililia, machozi yalikuwa yanatoka kama yalikuwa yamejazwa sehemu yamefungiwa hivi. Baada ya kile choo kutoka, najisikia mwili wangu wote umeshakaa sawa. Nikasema makweli kiumbe dhaifu. Si mnanifahamu vizuri? Kwa hiyo ukiwa hautoki huo, unaanza kutafuta msaada. Wa annahu, kwamba hakika binadamu, khadi'un litasarrufatihi fihi, ni mwenye kunyenyekea, ni mnyenyekevu kwa vile vitendo anavyovifanya. Bosi wewe umemiliki wafanyakazi tele, lakini siku ya mwisho bila kujijua kama unawanyenyekea, unaambia jamani, anaohitaji kazi aje.
nitamlipa 300,000 400,000 kwa mwezi. Umeona nini maana yake? Maana yake unakiri kwamba jamani, nahitaji msaada. Sijui mnanifahamu? Kwa upande mwingine hii tunasema ajira umetoa, au sio? Lakini kwa upande mwingine unakiri kwamba wewe huwezi kufanya yote peke yako, lazima upate watu wakusaidie. Watadbirihi lahu, na huyu mwanadamu anajua mipango, anaona hasa ni mhitaji wa mipango ya Mwenyezi Mungu kwake, bihaithu, katika hali ambayo yasrukhu fi ghairi taraddudi, huyu mwanadamu anasema bila ya kurudi nyuma. Yasrukhu, anatoa sauti ya wazi wazi, fi ghairi taraddudi, bila ya kurudi nyuma, annahu, kwamba hakika yake Allahu rabbuhu, kwamba Allah ndo mola wake, wa rabbu kulli shay'in, na ndo mola kila kitu. Kwamba kama si Mwenyezi Mungu kukupa huo uwezo, usingewaita hawa ukataka msaada, usingewaita ukataka kuwapa ajira. Hichi kitendo cha wewe kuwaita ukawapa ajira, au hichi kitendo cha wewe kuwaita ukawasaidia, unaonesha wazi wazi kwamba yuko mwenye nguvu ambaye kakupa wezo nguvu ndo kawasaidia hawa, bila wewe kusema hayo maneno. Mmenifahamu vizuri? Hata kama mtu atakataa, kwa sababu gani? Sababu ulikuja wewe huna kitu, ulikuja huna chochote, umezaliwa mtupu. Sasa umevipatia wapi hivyo? Wa in kanat hadhihi alhaqiqatu musallamatan, sasa anasema shekhe, wa in kana, kama ikiwa hadhihi alhaqiqa, uhakika huu, musallamatan, ni wenye kukubaliwa, hauna upinzani, la yunkiruha, haukatai, au yumari fiha, au haubishi. Wa in kanat, basi ikiwa hadhihi alhaqiqatu, ukweli huu, musallamatan, ni wenye kukubalika, la yunkiruha, haukatai, au yumari, au haupingi. Yumari ni kubishana, au yumari fiha, au hakuna anaibisha ndani ya ukweli huu. Kullu dhi fitratin salimatin, kila mwenye maumbile aliyosalimika, ukweli huu haubishi. Tayeb, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
طيب. Kwa hiyo shekhe anasema wa in kana hadhihi alhaqiqatu musallamatan, basi ikiwa kama ukweli huu ni wenye kukubalika, yani umesalimika, la yunkiruha, haupingi au yumari au kubishia fiha, ndani yake, kullu dhi fitratin salimatin, kila mwenye maumbile aliyosalimika, haupingi ukweli huu kwamba binadamu na nafsi yoyote ya kila mtu inakiri kwamba ni yenye kushindwa na juu yake kuna mwenye nguvu. Fa innahu, basi hakika yake, yadhkuru huna, anataja hapa ziyadatan, ziyada yani nyongeza, fi takariri, katika ukaririfu huo au kukiri huko, ma kana alquranul karimu, yale ambayo makana, mambo ambayo kwamba alquranul karimu, Qur'ani iliyokuwa tukufu, yantazi'uhu min i'tirafati akabiri alwathaniyina bihadhihi alhaqiqa, mambo ambayo yalipingwa na mambo ambayo yalikiriwa na waliokuwa wanaabudu masanamu waliokuwa kubwa kabisa juu ya kupinga kwao, lakini walikiri uhakika huu, uhakika ambao hiya rububiyatullahi, ni ule uungu wa Mwenyezi Mungu. Yani wapingaji wakubwa wenye kuabudu masanamu juu ya kwamba wao walikuwa ni wathaniyina, lakini walikuwa wanakiri kwamba Allah huwa Rabb, yeye ndo Allah, ndo muabudiwa. Na ndo walikuwa sema la na'buduhum walakin yuqarribuna ila Allahi zulfa, sisi hatuviabudu hivi visanamu, lakini tunaviweka ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo walikuwa wanakiri kwamba uhakika yenyewe hiya rububiyatullahi, ni ule uungu wa Mwenyezi Mungu Taala aliyekuwa mtukufu, lilkhalqi, kwa viumbe wake, walikulli shay'in, na kwa kila kitu. Qala Allahu Taala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, na ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, la yaqulunna, basi wallahi watasema, khalaqahunna, ameviumba hivyo viwili, mbingu na ardhi, al-azizil alim, mwenye nguvu na mjuzi. Kwa hiyo wathaniyina wanakiri hilo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ameumba na ndo mjuzi. Tumalizeni. Waqala jalla jalalu, na amesema mwenye nguvu na mwenye uwezo, aliyetukuka na aliyekuwa wajuu zaidi, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, na ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, wasakhara ash-shamsa wal qamara, na nani anayelisakhirisha jua na mwezi, kusakhirisha, kuvifanya vikawa vinakwenda kama vile vinavyotakiwa, visigome. Sawa? Kuna neno sakhara na sallata. Sakhara maana yake vile vitu vinakutii wewe, na sallata vile vitu wewe vimekwa kwa ajili yako, lakini tahamaki vinakuangamiza wewe. Mfano natoa, watu wanapopewa kiongozi jeuri, wanakuwa sallata alaihimus sultan, Mwenyezi Mungu anakuwa amewasalitishia sultani. Mwenyezi Mungu atunusuru na viongozi wa aina hiyo, tusemeni amin. Sawa? Kwa hiyo kawaida kiongozi anapowekwa awe kwa ajili yako, sio akuimarishie, lakini unapokuwa muasi, Mwenyezi Mungu sallata. Sio, tunafahamiana vizuri? Na ukiwa mtifu, sakhara laka sultani, Mwenyezi Mungu anamfanya yule kiongozi unachokitaka ndo anachokufanyia. Basi hapa tufanye hivi, he wallah, hapa tufanye hivi, he wallah, bwana tunaona tukienda hivi tutafika sawa. Amemsakhirisha. Kwa hiyo siku zote wasakhara shamsa wal qamara, Mwenyezi Mungu ndo amevisakhirisha, amevifanya kuwa viende kwa mujibu wa mpango wa kiulimwengu, havijawahi kugoma. Ndio maana sakhara. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrin. Tukipanda kwenye chombo tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekisakhirisha hichi chombo, yani ameifanya ile ndege ikubali kwenda kwenye mwendo wa salama. Kigoma injini juu kwa juu, uko unafanyaje? Ndio maana tunaomba dua. Mnafahamu vizuri? Kwa hiyo sakhara maana yake ni kulainishiwa, kile kitu kinakwenda kwa mujibu wa matakwa, na sallata ni kupigiwa fimbo kinyume na sakhara. Sawa? Kwa hiyo siku zote tuombe Mwenyezi Mungu asitusalitishie. Ndio maana yule mtu unayemwamini akienda kinyume unamuita nani? Unamuita nani? Msaliti. Unaona neno lile sallata. Sawa? Ulikuwa unamwamini nini, akienda kinyume unamuita msaliti. Yani kwa nini? Kwamba alikuwa wewe kwa ajili yako, tahamaki amepindua meza, yuko dhidi yako. Kwa hiyo
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo wala insaltahum man khalaqa as-samawati wal arda, ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, wasakhara ash-shamsa wal qamara, na nani aliyevisakhirisha, yani aliyevifanya vinakwenda kwa mujibu wa maumbile, sio vinakwenda kwa mujibu mnavyotaka nyie. Hakuna hata mtu mmoja kati yetu sisi anaweza kuliamrisha jua lije au liondoke, yupo? Hamna. Lakini sakhara, yani Mwenyezi Mungu ameliweka jua na mwezi vinakwenda katika mzunguko wake wa kimaumbile. La yaqulunna Allah, watasema Mwenyezi Mungu ndo anaendesha. Waqala azza wa jalla, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, qul, sema Muhammad waulize hao, man rabbu samawati as-sab'i, ni nani bwana mmiliki mola as-samawati wa mbingu saba, as-samawati sab'i wa mbingu saba, wa rabbul arshi al-azim, na ni nani bwana mola wa arshi ilikuwa tukufu. Sayaquluna lillah, watasema hivi vyote ni milki ya Mwenyezi Mungu. Inshallah tutafikia hapo, tutakuja kuanza namba 4 katika dalili za al-aqli, kuonesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo Rabbu, yeye ndo Mungu, yeye ndo Mungu, ndo mmiliki na ndo bwana wa kila kitu. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فاقهنا وفاقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى والذكر، رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، وغفر استرا تكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.